sijui, ila mimi Bwana ninajua umenitendea. Bwana, nimerudi tena, Yesu nakushukuru. Wengine sijui, ila mimi Bwana ninajua umenitendea. Bwana. Wapenzi watazamaji, wale ambao wanaonipata na wanaoniona, ninawasalimu katika jina la Yesu Kristo, na kwamba tuko hapa, na kwa majina yangu ninaitwa Pastor Boniface Ashanga, nikiwa katika kanisa la Kenya Assemblies of God Shinoi. Niko hapa kwa ajili ya kuwapatia neno la Bwana na kuwahimiza watumishi wote ambao wanamtumikia Bwana wetu Yesu Kristo. Na labda ungehitaji kunipata, na mahali popote ulipo utanipata kwa namba ifuatayo: 0703449701. Nitarudia tena 0703449701. Ukitaka kunipata utanipata kwa wakati wowote utakapokuwa unanihitaji, kwa sababu ya neno la Bwana tuweze kushare. Na kabla sianza kunena kitu chochote, nitaomba tuombe sisi wote. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ni wakati mwema. Ninakushukuru Mfalme, umekuwa mwaminifu, umeniwezesha Bwana kufika wakati huu kwa ajili ya jina lako Yesu. Tazama, ni wakati mwema Bwana, niko hapa kwa sababu ya wapendwa watazamaji na wale wanaonisikia Bwana kupitia kwa online kwa sababu ya neno lako. Ninakuomba Yesu, ninapoendelea kwa mahali hapa, wacha Bwana niwe msaada kwa yule anayeniona na yule anayenitazama na yule anayehitaji hata sana kuniona. Bwana, nikawe msaada kwake kupitia kwa neno lako. Wacha Yesu, neno hili likajenge mtu aliyepungukiwa na imani katika maisha yake, akaone kwamba Bwana umemtendea. Ni kwa jina lako nimeomba nikiamini, amen. Mtazamaji anayenitazama kwa wakati huu, ninataka nishare naye neno la Bwana kutoka katika kitabu cha 1 Peter, mlango ni wa 4 mstari mdogo wa 12 hadi wa 13, ambao unasema ya kwamba kichwa chake ni kuteseka kwa kuwa Mkristo. Wapenzi, nitaanza kusoma. Wapenzi, msione kuwa ni ajabu ule msiba ulio kati yenu unaowapata kama moto, ili kuwajaribu kana kwamba ni kitu kigeni kiwapatacho. Lakini kama mnavyoshiriki mateso ya Kristo, furahini, ili na katika ufunuo wa utukufu wake furahini kwa shangwe. Mpenzi mtazamaji, neno hili ni mtumishi wa Mungu Petro anajaribu kutuhimiza sisi, ama anajaribu kuhimiza watumishi wa Mungu. Na kabla sijaanza kuletea ufunuzi wa neno hili mpendwa, ninataka nikukumbushe yule ambaye ananipata mimi kwa wakati huu, yule ambaye ananiona mimi kwa wakati huu. Ninataka nikukumbushe ya kwamba neno la Bwana, mtumishi Peter wakati anapoanza kulitaja neno hili, ananena kuhusu mimi na wewe, kwa sababu anajua yule yote ambaye anaweza kuwa anamtumikia Bwana ama anakaa mahali kwa sababu ya neno la Bwana. Huyu mtumishi Petro anajaribu kutukumbusha kwamba mara mingi watumishi wa Mungu wanakaa katika mateso. Mara mingi watumishi wa Bwana wanakuanga katika mhangaiko. Mara mingi watumishi wa Bwana wanakuanga katika mawazo. Kwa hivyo anawakumbusha kwamba licha ya Yesu alipokuwa kama mfalme mkuu, Mungu mwenyewe, kwa sababu yeye ndiye aliyekuwa hapa na akawa msaada kwetu, lakini alipitia mateso, na alipopitia mateso aliwacha sisi ambaye ni mimi na wewe tuwe watu waakilishi katika neno lake. Watu wengi watasema ya kwamba watumishi wa Mungu ni wale wachungaji wanaokaa katika madhabahu, lakini si wale wanaokaa madhabahuni, bali ni sisi wote tunaomsikiza Mungu, na ni sisi wote ambao tunamuona tunakaa chini kwa sababu ya kulisikiza neno la Mungu.
Ndipo Petro anajaribu kutuambia kwamba wapenzi, unajua kitu cha kwanza ni kwamba Petro anatukumbusha, akituita, anatufanya tuwe rafiki kwake kwanza, kutuambia wapenzi wangu, yani wapenzi, marafiki wangu, msione kwamba mateso mnaopitia katika huduma wake Mwenyezi Mungu yawafanye mkatoke katika neno la Bwana. Kuna wengi walioingia katika neno la Bwana wakafikiria kwamba katika neno la Bwana ndio kuna mambo makubwa mazuri, katika neno la Bwana kuna usima mzuri, lakini Petro anatukumbusha ya kwamba tunapoendelea kwa katika utumishi ama tunapomtumikia Bwana kama watumishi wake, mimi na wewe, mimi niliye mchungaji na wewe ninaye kutumikia, hata wewe mahali penye huko wewe ni mtumishi wa Mungu, kuna hali utaipitia ngumu, kuna maisha utayapitia magumu. Anatukumbusha kwamba tunapoendelea kukaa katika utumishi wa Mungu, tunapokaa katika neno lake Mungu tukilihubiri, anatuambia kwamba tusione yanayotupata, tusione yanayoonekana ni kama ni mishale ya moto inatuchoma sana, lakini anatukumbusha kwamba tuweze kuona kwamba kuna wale waliopita katika hii njia, walikuwa watumishi, walihudumu, walikuwa washirika kama wewe, walikuwa wanashiriki, lakini mateso haya waliyapata. Ndipo anatuambia kwamba kwa sababu tunashare mateso, tunashare ushirika wa Kristo Yesu, hata Yesu mwenyewe alipitia katika haya mateso, na tunaambia kwamba tunapoendelea kumuita Yesu katika haya mateso aliyoyapitia, hata sisi tujue ya kwamba waliokuwa wa kwanza waliweza kukua katika hali hii na waliweza kuona mambo haya yakiwa yakitendeka kwao. Kwa hivyo mtumishi wa Mungu, wewe ni mchungaji, uko mahali unahangaika katika maisha yako, unateseka katika maisha yako, maandiko inatuambia ya kwamba hata wale wa kwanza walikuwa wachungaji kama wewe, walitumika kama wewe, lakini wakati wowote unapoendelea kutumika kama mtumishi wa Mungu, neno la Bwana linasema kwamba tusione kwamba yanayotupita yanatuchoma kama moto, wapendwa. Lakini mimi nataka nikwambie hadithi moja kwamba kuna mambo ambayo sisi huona katika ulimwengu huu wa kisasa, ya kwamba hata hao warembo, kwa sababu ni kitu ambacho kinasumbua sana katika ulimwengu huu, utapata maisha wanayoishi kuwa mazuri wanapitia katika moto. Unapata mwanamke ni mtu tuni, lakini siku moja atakapoenda katika salon, anatengeneza nywele yake kupitia kwa moto ukichoma nywele yake, unapata kwamba watu wengi wanaanza kufutiwa na ile mvuto, kwa sababu moto umechoma nywele yake. Inaonekana kwa kitu kilicho cha maana katika maisha ya wanaume, wanaanza kufikiria, unaona, wanaanza kufuata. Kwa hivyo Petro anatuhimiza kwamba tusiwe katika hali yoyote ambayo tutaona ya kwamba mambo yamekuwa magumu. Washirika wanaonisikiza kama watumishi wa Bwana, kuna mambo ambayo yatakuja katika maisha yako yakawe moto kabisa, ukaona ya kwamba ndoa hii siwezi kaa katika kanisa hili, siwezi kaa katika jamii hii. Lakini nataka nikwambia kwamba unapoendelea kunisikiza, mtumishi wa Mungu Petro anajaribu kutukumbusha kwamba mapiko tunayoyaona, mateso tunayoyaona, mazingira ambayo sisi tumeyakalia kwa sasa hivi, tunayaona kukua ngumu kwetu, tunafikiri kwamba yameisha. Wengi tunajitia kitanzi, wengi tunaamua kwamba maisha yetu yamefika mwisho. Anatuambia kwamba waliokuwa wa kwanza walipitia hali kama hii, lakini waliendelea kuliita neno la Bwana. Tuite neno la Bwana, kwa sababu mpendo wa Mungu unapoendelea, kuna ushuhuda mbele ambao Bwana ameandaa katika maisha yako. Kwa hivyo watumishi wa Bwana wanaonipata, wanaonisikiza, wanaoniona, ninawakumbusheni ya kwamba mnapoendelea kukaa katika jamii zenu, usione maisha ikafika mahali ukaona kwamba afadhali niwache watoto wangu niende kasi kama mama, afadhali niwache maisha yangu nikufe kama baba. Hapana, endelea kuita neno la Bwana, kwa sababu maandiki inasema Bwana anapokupa mtoto ukupa na sahani ya mtoto ule. Ni kwa nini akasema hivyo? Alijua kwamba kuna wakati unaweza ishi maisha mabaya, lakini mtoto ambaye umezaa akakuinua siku nyingine. Kwa hivyo usione miaka yako imeisha, usione kwamba sasa imefika mwisho, bali maandiko yanaendelea kutuhimiza kwamba yale tunayaona leo yanakuwa ni kama moto kwetu, lakini kuna wakati mwingine ambao Bwana atakuja na akaweze kuleta ushuhuda katika maisha yako. Ninataka nimalizie na kitabu ambacho kinaitwa, tutaenda katika kitabu cha Marko, tutafungua Marko mtakatifu, mlango ni wa kwanza mstari wa 12, ambaye pia inaendelea kutuhimiza kuhusu neno la Bwana, inayosema ya kwamba Marko mlango wa kwanza mstari wa 12 inasema, mara Roho akamtokea
aende nyikani. Akawekwa huko changwani siku 40, hali akajaribiwa na Shetani, naye alikuwa pamoja na wanyama wa mwituni, na malaika walikuwa wakimhudumia. Kwa nini maandiko haya yanasema hivi? Kwa maana mtumishi Petro anasema ya kwamba tunapoendelea kwa katika mateso, changamoto tulizonazo zilionekana hata hapo awali kabla sisi tusaliwe. Babu zetu waliziona shida tunazosiona. Ndipo maandiko yanatukumbusha katika Marko ya kwamba Yesu aliongozwa na Roho. Kumaanisha kuna wakati mwingine Roho wa Bwana ataweza kukuongoza wewe katika hali ambayo uko naye, kwa sababu inasema kwamba alipoongozwa na Roho alienda nyikani. Nyikani mahali ambapo hakuna kitu chochote, hakuna chakula, mnyama wa mwitu ndio walikuwa kule. Kulikuwa na twiga, kulikuwa na simba, kulikuwa na chui, kulikuwa na kila aina ya wanyama wa mwituni. Lakini maandiko inasema alipokuwa akiendelea kuishi nyikani, Roho wa Bwana, malaika wa Bwana waliendelea kumlinda. Mama yangu unayeniona, mzee unayeniona, unaweza kuwa unaishi katika maisha ambayo ni magumu, unaweza kuwa unaishi katika hali ambayo si ya kawaida, biashara imesimama, watoto wako wanakusumbua, watu wamekuchukia. Lakini Yesu anasema alipokuwa nyikani alikuwa tu ni yeye peke yake, lakini malaika waliendelea kumhudumia upande ule mwingine. Ninakumbusha namna gani ya kwamba unapoendelea kuishi, unapoendelea kukaa katika maisha yako, katika hali ngumu ulionayo, katika hali ngumu ambao unaona kwamba si ya kawaida, hali ngumu unayoona kwamba ni hali ya kuteseka, hali ya kung'ang'ana, maandiko inasema ya kwamba Roho wa Bwana anakuwa upande ule mwingine kwa ajili ya kukuhudumia wewe kama mtumishi wake, ya kwamba walio watumishi wa Mungu Bwana Yesu hawezi akawawacha. Ni kwa nini? Lazima tuweze kupitia katika ushuhuda, maana maandiko inasema alipochaswa na Roho alienda nyikani, na alipotoka nyikani, maandiko inasema alipokuwepo malaika waliendelea kumhudumia. Walipomaliza kumhudumia, maandiko inasema ama neno la Bwana linatuhimiza sisi watumishi wake ya kwamba alipotoka alianza kufanya kazi yake Mwenyezi Mungu. Waweza kuwa unapitia katika hali ngumu, ndipo Bwana anakuwa anaandaa njia ya maisha yako, njia ya watoto wako. Ni kweli ninajua kwamba wewe kama unayeniona mama haujasoma, ninajua wewe papa haujasoma, lakini mtoto yako ambao umezaa, Bwana ameandaa njia mzuri ya wewe kuandalia mbele. Unaweza kuwa umetoa school fees kwa sababu ya mtoto wako, lakini hajafanikiwa, amerudi nyumbani, mmekuwa ni kama ni kawaida. Bwana mwenyewe anajua ni kwa nini yatendeke hivyo, lakini ameandaa njia mzuri mbele zako, kwa sababu maandiko inasema alipokuwa nyikani, Roho wa Bwana waliendelea kumlinda akiwa nyikani, akiwa anahangaika, lakini Roho wa Bwana waliendelea kumfanya nini? Kumlinda. Kwa hivyo mpendo wa Mungu, kuna jui gani ambayo iko katika maisha yako? Kuna jambo lipi ambalo liko katika maisha yako? Simba gani ambayo unaona anaweza rarua maisha yako? Ni twiga yupi ambayo amefika katika maisha yako? Labda ni magonjwa, labda ni hali ambayo si ya kawaida, labda ni maisha magumu. Unafika mahali unawaza katika roho yako ya kwamba mimi ni afadhali nijitie kitanzi. Lakini neno la Bwana linatumiza kwamba wakati wowote unapokuwa katika hali ngumu, vile Yesu alipokuwa hali ngumu, mahali penye hangeona mtu, mahali penye hangeona hata rafiki, lakini malaika waliendelea kumhudumia. Mpendo wa Mungu, nataka nikwambie, wakati wa neno la Bwana kulikuwa na mtumishi wa Bwana anaitwa Yohana. Yohana aliteswa, akatupwa, akapelekwa katika kisimba, akapelekwa katikati ya maji, ya kwamba ametupwa katika msituni mahali kulikuwa na wanyama. Lakini kwa sababu ya Roho wa Bwana aliyokuwa ndani mwake, aliendelea kukaa kule njaa, lakini waliendelea kumlinda na walimhudumia. Mpendo wa Mungu, ambao uko mahali popote ulipo, haijalishi uko wapi, labda uko Turkana, uko Nyeri, uko Mombasa, uko Nairobi, uko Trans Nzoia, uko wapi, uko Bungoma, ninataka nikwambia kwamba haijalishi uko katika hali gani, wewe endelea kumuita Bwana, endelea kumuona Bwana mahali popote ulipo. Hata haijalishi wewe ni kiongozi ambaye uko mahali, labda unahitaji kiti cha urais, labda unahitaji kiti cha UMCA, labda unahitaji kiti cha upunge, ninataka nikukumbusha ya kwamba maandiko inasema haijalishi watu wanasema namna gani, kwa sababu kila mtu hukuja na njia yake ili akaweze kukuwa pingwa ama kushinda. Lakini nataka nikwambie wewe endelea na ile njia Bwana Yesu ameweka ndani mwako, kwa sababu kilicho ndani mwako kwa sababu ya Yesu kimebarikiwa. Mpendwa wa Mungu, wewe ulipo mahali pale penye uko, wewe uko katika nyumba yako, hata hujawahi ona chakula, usikuwe na shida, kwa sababu maandiko inasema ya kwamba
Roho wa Bwana yuko upande ule mwingine na malaika wanakuhudumia katika. Ninataka nikukumbushe tu kwamba mapiko unayopitia yasikufanye wewe ukawacha neno lake. Mapiko unayoyaona leo yasikufanye ukachanganya njia zako, lakini wewe endelea kukaa. Hata ugonjwa uingie, hata shida siingie, wacha siingie zote kwa wakati mmoja. Usiseme ya kwamba ati imekuja sasa itanitoa kwa njia ya Bwana. Endelea, kwa sababu Yesu alipokuwa nyikani vyote vilikuja. Twika ilikuja, wakati twika inapita simba inapita, wakati simba inapita chui inapita, wakati chui inapita hyenas inapita, lakini maandiko inasema Yesu hakukufa moyo, aliendelea kusimama katika neno lake. Kwa hivyo mpendwa msikilizaji, mpendwa mtazamaji unayeniona kwa akaunti yangu ya Boniface Mapesa Ashianga, ninataka nikwambie, haijalishi ni nini unayeona, lakini wewe endelea kumtumaini ya Bwana, endelea kuona Bwana kama ni mtu ambaye yuko na wewe, kwa sababu hayuko mbali na wewe, yuko karibu na wewe katika mapiko ulionayo. Ile tu ni ushuhuda anayotaka kuona utatoka namna gani katika hiyo jangwa, kwa sababu Yesu alipovumilia katika lile jangwa, maandiko inasema kwamba alitoka na akaanza kufanya kazi ya Bwana. Unaweza toka ukapokea UMCA ambao unatafuta, unaweza toka ukapokea upunge ambao unataka, unaweza toka katika hiyo hali ukapokea kile women rep ambaye una mwakilishi wa wamama, unaweza upokea kwa sababu wewe umekuwa mvumilivu. Mpendo wa Mungu, vumilia na Bwana yuko pamoja nawe. Kwa majina yangu vile nilivyokuambia hapo awali, ninaitwa Pastor Boniface Ashianga, nikiwa katika kanisa la Kenya Assemblies of God katika eneo la Kakamega, upande wa Kakamega, katika ward ya West Butoto. Kanisa lenyewe ni Shinoi Kenya Assemblies of God. Wacha Mungu akawabariki. Ninapoachia namba yangu ni 0703449701. Utakaponihitaji utanipata kwa wakati wowote. Wacha ninene na wale ambao niombe, na yule ambaye labda yuko na hitaji, anahitaji maombi. Baba, kwa jina la Yesu Kristo, ni wakati mwema Mfalme Yesu, ninakuja mbele zako kwa wakati huu Bwana, kwa sababu ya maandiko ambayo umeweka mbele zetu kututia moyo sisi ambao Bwana tunaohangaika katika maisha yetu. Kuna wale Bwana Yesu wanahangaika kwa maisha Yesu, wanashangaa hata vile watakavyotoka, lakini neno hili limehimiza ya kwamba tukaweze kuvumilia, kwa sababu hata Yesu alipovumilia alitoka na akaanza kufanya kazi yake, na leo hii tunalisifu jina la Yesu kwa sababu aliweza kuvumilia. Kwa hivyo Bwana Yesu, ninaomba kwa yule ambaye anayeniona, yule anayenisikia, yule anaye Bwana tamanio sana katika maisha yake, ya kwamba Bwana wacha ukakuwe pamoja naye, ukamuondoe katika shida aliyo nayo, ili Bwana Yesu akaliinua jina lake. Haijalishi mtu ako upande gani. Ninaombea wale wote nchi yote ya Kenya, kwamba Yesu kila mtu mahali alipo, wacha Bwana ukamuonekanie mchana wa leo, akaone baraka zako mchana wa leo, akaone ushindi wako. Na ninaomba haya machache, na kwa Yesu nimeomba nikiamini, amen.